So people are in town. Yeah. State of unrest due to the loss of Raila Amolo Odinga. Let's see this around. This is. Oh my God. Yeah, this is amazing. What do you remember the first story you heard of Raila? Yeah. Mi nakumbuka Premo tukiambiwa kuhusu Nyati House. Vile watu alikuwa anateswa huko. By that I mean the first thing nilisikia about Rao ni vile aliteswa na Moi. Because he was the one spearheading the nini. Yeah, he is the one who fought for the multipartyism. Yeah. So just imagine Kenya kulikuwa na party moja. Kulikuwa na party moja na hiyo party kiongozi ni mmoja. So hakuna party nyingine, unge kama hapo na party nyingine. So ni huyo tu ndiye candidate. So like huyo pekee ndiye candidate. So ni wote candidates mnataka kucompete, mngecompete mko kwa party moja. Mwalimu wetu alikuwa anashow hapo Nyati House, walikuwa eti kulikuwa na maji inafika hapa. Unaweka hapo unakaa hapo the whole day, the whole night, alafu unakuja unauliza utafanya chini ulikuwa unafanya. Tena nilisikia kuna kanyumba kulikuwa na kanyumba kadogo kasel kalikuwa kamejazwa na siafu. Ati sasa alipitisha hizo vitu zote. Ati ungetolewa nguo unaingizwa kwa kanyumba, in the next 30 minutes unasema kila kitu. Ama urudishe. Hizo siafu alikuwa anazishika aje? Alikuwa anazishika. Mimi sijui lakini mimi nilisikia kanyumba kalikuwa kamejaa siafu. Mimi sijui alikuwa anazitoa wapi. Man. But Raila has been a leader in this country like. Ameshikilio amepigania hii nchi vibaya sana. Ni vile sasa watu kuna sometimes watu usahau contributions za umse. Watu wako wanajua contributions za umse. Unajua kitambo hakukuwa na information huku nje. Sasa siku hizi kila kitu mtu akifanya ito documented. Ukifanya saa hii by jioni tunajua. But so, hizo times umse kuna vitu mingi alifanya but watu wako wajua. Hakuwa hiyo. And then because juu ya siasa alipentiwa vibaya. Jina yake ilipentiwa vibaya. So watu walikuwa wanajua Rao ni mtu mbaya. Rao ni mse anatakia Kenya mambo mbaya, ni mse anapenda kuona watu wakiumia nini. But that's not the case. But watu wamekuja kurealize Rao was actually the leader Kenya needed when it's already too late. Kuwa shachoka manzi. So by the way, kuna time nili happen kwa nini? Kufika kwa hao yake kufanya live stream. Ushaenda kwa Rao? Wapi? Karen? Huko. Hizo sides. But sidhani alikuwa kwake. I think ilikuwa place ya meeting. Si Rao alikuwa na home mingi. So nini? Ni around ile time wase walikuwa wanasema ati sijui amelala kwa nini vile alikuwa amekaa juu ya gari alafu wako kwa rally. Alafu sasa akasinzia kiasi. So it was around that time. So nikaona vile kiti akikaa na ikiwa cushions. But amegrow old. Huyo msee alikuwa pia 80 sio 80 sio mchezo. 80 sio mchezo. 80 sio mchezo. 80 sio mchezo. But imagine nani pia kwa the same age na Dan Trejo. Donny Trejo Machete ule mwenye mnaochini kwa movies pia kwa 80 years old. Ako 80 years old. Na bado anafanya movie sahi, action. Bado anafanya action movies. Lakini unajua movie kuna take one na kuna stunt doubles. Kuna take one, take two. Lakini bado wako na nguvu. Hata ukiona vile anatembea tu is walking style. Unaona huyu ni msepanda kuna nguvu. But unajua Rao sijui mtu ishi life aje ndo ukiwa 80 ukiwa bado uko na nguvu. Ni tizi kila time bro. Unajua mtu wako movies kila time ni exercise. Lazima especially watu wanafanya action movies. Tizi ukiprepare for a certain movie. Especially watu wanafanya action movies. Ni tizi kila time. So rest in peace Rao. We say rest in peace.
condolences to the family. I hope this country will get a leader, another one like, lakini itakuwa ngumu. Itakuwa ngumu kupata leader mwingine kama Rao. But all in all, it's the only way. Kila mtu, sisi wote, it's the only way. So Rao kiongozi mkubwa, baba, rest in peace. Until we meet again. Yeah.